wakati ni mweka mwenyewe. Wewe unapenda kutamaa sana. Unataka uone nini? Unataka uwe watu. Hiyo tena ni kubwa. Kuna wazungu sio na nini? Nitaona yani naambia vitu viziki. Wakapiga simu. Mtu naye mwamini tushakwambia sasa. Tushakwambia sasa. Sasa unajua bwana wakati mwingine yule mtu mwenye yote ni Mkristo wa miongoni mwa kanisa hapa Kahama mjini. Nimefanya huduma si tu kanisani kwao, lakini mpaka kwenye familia yake. Akajikuta ameumia kwa kiwango kisicho cha kawaida, kwamba mtumishi ninayemwamini amefanya hivyo. Kawasha kaida yeye, kaja nini kimetokea? Wakati na mimi nashangaa kama mzee, na mimi ninashangaa wakati natoa usiku huyu kwa kweli, na mpigia simu yule odanilia mwagiza hapokei, kumbe amepewa shilingi 20,000 ili akubali kufanya nini. Kwa hiyo napiga simu akajua huko kimeshaharibika, hakupokea simu kabisa. Zaidi ya masaa mawili napiga simu hapokei. Kama simu naona bwana wewe hapa kuna kitu kimekaa sawa. Akaja yule msiku akasema, bosi, mimi namkingia kifua supplier wetu. Huyu hawezi kufanya, ni mtumishi wa Mungu. Aliposema hiyo ni mtumishi, akasema na mimi namfahamu. Akasema sawa, kama unamfahamu, hapa kuna kitu hakijakaa vizuri. Ngoja nikwambie. Unajua mhasibu ni mwaminifu. Mara nyingi mimi nimeshirikishwa kwamba huyu bwana au anatuachia kwa kila mtu shilingi 2,000. Huyu na huyu na huyu na huyu wameniambia sio mara moja. Nina wasiwasi kuna kitu hakijakaa sawa, lakini huyu baba alikataa, alisema mimi hapana, nina wasiwasi. Yaani ni kama vile yule bosi ndio amefunguliwa nini. Akasema eti na mimi nakubali. Okay, sawa. Tumishi wewe nenda katika mambo yako. Haya tutatunza sisi wenyewe. Hivi unaelewa? Uaminifu unaweza kupenda. Kuwa mwaminifu leo kutakusaidia kesho. Maana kilichonisaidia mimi ni jana yangu. Waliangalia jana yangu. Waliangalia maisha yangu jana. Waliangalia wakasema kwa nini leo iwe hivi. Ukiwa mwaminifu leo utakubeba kesho. Kuna masingizio kesho yanakuja. Kuna vitu vibaya, kuna agenda mbaya zinakuja kwa ajili yako. Ukiwa mwaminifu leo, kesho Bwana atakutetea. Katika jina la Yesu sema. Baada ya muda kama wa wiki moja, maana sasa yule kijana akawa anakwepa. Hata kesho yake ya sema majoo chukua mzigo haji. Hukumu ikatembea siku moja, akanitafuta yeye mwenyewe. Akasema brother, shikamoo. Anaongea sasa, anajua naomba unisamehe. Kwa nini? Naomba unisamehe. Unajua unaweza kunichukia bure, lakini nilikwambia hao ndugu zako unaofanya nao kazi ndio walio nishawishi wanipa shilingi 20,000. Kweli kabisa, tulitoa kuku moja nzuri, tukaweka kuku, wakaniambia mweke kuku aliyekufa. Sasa hiyo maisha yetu haya, yaani nilimwangalia yule kijana, nikafika mahali nasema shilingi 20,000 ndio nikuharibia mpaka hapo katikati. Na zaidi ya wiki wewe ndio ulikuwa boda naye kwa mimi, nipiga simu ya kina mama kaijake, nenda mahali fulani, na namba hii hapa, nipiga simu, nenda mahali fulani.
macho yako. Baba yangu, Mungu mwema mwaminifu, asante kwa sababu imekupendeza jioni ya leo uzungumza na sisi, tujue gharama za uaminifu na namna naweza kukusaidia. Ni wewe uliyemsaidia Danieli wakati anatengenezewa zengwe na wenzie. Asante kwa sababu uliingilia kati ukamsaidia. Ni wewe uliyetia nguvu mtumishi wako Ayubu. Ni wewe uliyekuwa upande wa kijana Yusufu. Hawa ni watumishi wako, wamesikia neno lako. Wengine inawezekana gharama ni maisha yao kutishiwa, wengine gharama ni kuchukiwa, inawezekana wengine hata saiba wanapitia mahali pagumu kwa sababu ya uaminifu. Usinyamaze, uliahidi utakuwa upande wetu, uwe upande wa huyu mwanamke, uwe upande wa huyu mwanaume, uwe upande wa huyu dada, uwe upande wa kwako. Mungu msaidie mwisho wa siku aone matokeo ya upendo wako, aone matokeo ya upendo wako, auone upendo wako kama Danieli aliona upendo wako kwenye shimo la simba, wakati simba walikusudia kumwangamiza. Kuangamia katika jina la Yesu. Wakabidhi mikononi mwako, na jioni ya leo Bwana kawasaidie kuwa waaminifu, wengine kwenye biashara zao, wengine kwenye miradi yao, wengine kwenye ndoa zao, wengine ni mabinti bado, wasaidie kuwa waaminifu, wengine ni vijana bado, wasaidie kuwa waaminifu, wengine wameajiriwa, wasaidie kuwa waaminifu katika jina la Yesu Kristo. Wana wetu Mungu aliye hai, wasaidie kuwa waaminifu kwenye utumishi wao, wasaidie kuwa waaminifu kwenye ibada, wasaidie kuwa waaminifu ili baada ya hapo Yesu Kristo wakaone upendo wako, wakaone upendo wako, wakaone kuwatetea, wakaone kuwatetea na kuwapigania katika jina la Yesu Kristo. Wana wetu aliye hai na wakabidhi kwako, kuwatunza na kuwatetea katika jina la Yesu. Hebu kamata hiyo sadaka yako, mshukuru. Kutumia sadaka inene maneno ambayo wewe huwezi kuzungumza. Sadaka ina utafsiri moyo wako kwenye kile ulichokisikia madhabahu. Sadaka ndiyo inayofunua moyo wako mbele za Mungu kwenye kile ulichokisikia.